Okay, hivi ushawahi kujiuliza kwa nini uongo unasambaa kwa kasi sana kuliko ukweli? Yes, yaani ukweli kuwafikia watu ni ngumu sana kuliko uongo kusambaa kwa kasi. Yaani kuna kasi sana kusambaa. Kuna kitu ambacho tunakiita polarization. Nikisema polarization kwa watu wa physics watakuwa wananielewa zaidi, lakini nitaelezea kwa ufupi. Polarization ni ile hali ambayo unakuwa na boksi ambalo umeweka katika muundo ambao unataka aina fulani ya mawimbi yapite. Ile mawimbi ambayo hayapo katika mfumo huu yanazuiliwa, yanakuwa yanazuiliwa, yanapelekwa sehemu nyingine, yanablokiwa, hayapiti kwenye njia. Kwa ufupi ipo hivyo, yani kwa ufupi zaidi. Sasa kwenda ndani zaidi. Na hii inaitwa kwa maisha ya kawaida. Watu sasa hivi kuna kitu ambacho tunafanya polarization. Ni Waafrika tulifanywa polarization na wazungu. Asilimia kubwa Waafrika. Waafrika sana ndio mnawasikia sana hii kitu polarization. Inamaanisha kuwa watu wanakuwa tayari na vitu vyao. Yaani mtu anakuwa na imani zake. Imani za mafungu, anaamini hichi hapa, hapa. Kwa kila sehemu ana kitu ambacho anakitaka akisikie. Asipokisikia hicho kitu, hii taifa haiamini, anaipuuzia. Taifa kitu tofauti na anavyotaka kusikia, anaipuuzia taarifa. Ina maana iko nje nini ya akili yake ilivyoiseti, ya mfumo wake ulivyosetiwa. Yaani sababu ile box inasetiwa na mtu, mimi ndio nakuja sasa. Alivyosetiwa, akili yake ilivyosetiwa ni kupata taarifa hii. Kuna neno hili ndio upate taarifa hii, kuna neno hili ndio upate taarifa hii. Kwa maana kila taifa tofauti na namna anavyotaka kusikia ni ngumu sana. Kwa nini taarifa mbaya zinasambaa? Kwa sababu watu wengi wanapenda mabaya ya watu. Yaani of course asilimia kubwa ya watu duniani napenda sana mabaya ya watu, kuwasikia mabaya ya watu. Yes. Ndio maana taarifa mbaya zinasambaa kwa kasi, kwa sababu mimi kuna swala kwa taarifa ninayopokea napenda kusikia taarifa mbaya. Kwa hiyo tayari moyo wangu unapenda unapopokea taarifa mbaya. Kwa hiyo taarifa mbaya zinapita kirahisi na ipenda kama daraja kwangu kwenda kwa mtu mwingine. Yaani zipo sana mfumo wangu wa upokeaji. Kwa hiyo ni rahisi sana kupita kwangu na mimi kusambaza kwa mtu mwingine ni rahisi. Lakini zile ambazo zinakuwa kinyume na mimi ninavyoamini, nilivyomezeshwa, nilivyokalilishwa na mtu fulani, siziamini na ni ngumu sana kuzipokea. Nikupe mfano mdogo wa kibiblia, wa kidini. Yesu alikuwa anapeleka injili kwa watu ambao walikuwa ni Wafarisayo, ambao wao dini walikuwa kama vile pati, yani lazima iwe hivi, hakuna njia nyingine kubadilisha. Yani alikuwa na mfumo huo wa maisha. Yani siku ya Sabato hakuna mtu kwenda kufanya kazi yoyote kwa sababu ni siku ya Mungu. Hata kama kutokea shida gani yoyote hakuna mwache mtu afe. Yani alikuwa tayari kutengeneza mfumo wao. Yani pale wametengeneza mgando wao, yani pati ni haibadilike tufanyeje. Kwa Yesu amekuja na mfumo mwingine kwamba jamani, hata siku ya Sabato kitokea kitu kama hichi na hichi unaruhusiwa na kufanya. Mungu sio kwamba anataka yani watu wake waadhibu kiasi hicho. Anataka watu wamtii siku ya Sabato. Lakini ndio kuna dharura nzito kama hii. Ng'ombe wako ameanguka kwa heshima, unataka kumuokoa. Tena kumuokoa ng'ombe wako ili asiangamie. Lakini watu wale walitaka kumuua Yesu, walimtoa nje ya hekalu. Wakitaka kumtupia mawe, wakitaka hata kumtupia kwenye korongo. Kwa nini? Walikuwa tayari wamepolarized, yani akili zao wamezifix, yani wamezigandisha sehemu, yani hazipo, yani hazipo nini, hazitikisiki, zimegandishwa sehemu, hazifuti wala hazibadiliki. Mimi ndio maana nakuta kuna nini baada pale Yesu alienda akana ubise mwingine. Ndio maana ilikuwa ngumu sana Yesu watu wapala karibu kumwamini, sababu watu wengi kwa mawazo ambayo alikuwa nayo walikuwa wako nje na hayo mawazo. Wao walikuwa na mfumo wao ambao tena wamefinywa ndani, yani hawatoki pale. Yani wako muda, yani hawezi kutikisika. Ndio maana ukweli unakuwa ni Mungu kwa sababu kila engo hadi sasa hivi tumeshabadilika kwa sababu tumebadilika. Tumeshazunguka. Tumeshatengeneza vitu tayari kuchukua. Kila eneo tunachotaka kuchukua hapa hichi. Kibaza hivi hata jamii zetu zinaamini hicho kitu kizuri. Kwa hata kile kitu kingine cha kufanya sisi tuelewe, kutuelimisha, hatuna uwezo wa kuelimika, kutafasiri mambo,
kumanua mambo hatuna uwezo. Yaani watu kuwa